Nakumbuka kauli mbiu yetu ya mwezi ni kuongezeka kiuchumi. Kuongezeka kiuchumi. Bwana asifiwe sifa. Uchumi ni matokeo. Amina. Sasa ni matokeo ya nini? Ndio tutaona kwenye baraka. Maana ya baraka. Bwana asifiwe sifa. Anayeongezeka maana yake kuna kitu kinafanya anaongezeka. Bwana asifiwe sifa. Kuna siri, mwambie jirani yako kuna siri. Kuna siri ya kuongezeka. Kuna siri ya kuwa na matokeo. Bwana asifiwe sifa. Inakuwaje hauzuiliki? Amina. Inakuwaje unachokifanya unaona matokeo? Inakuwaje unaona kibali? Amina. Na unashangaa una kibali. Unashangaa unapendwa. Amina. Unashangaa kila fursa ikija unashangaa fulani inamfaa fulani. Ni kwa sababu wengine hawana. Mungu atusaidie sana. Unashangaa kwa nini ada ikosa? Bwana asifiwe sifa. Unashangaa hadi kuna mambo hivi jamani, kuna watu tunatendewa hapa mpaka tunashangaa. Bwana asifiwe sifa. Unashangaa kuna wakati unapita, lakini kuna wakati mkono wa Mungu unainuka. Sasa ukifika wakati umekosa au umepata changamoto mara ya pili, ukikumbuka ule ushuhuda, ukikumbuka jinsi Mungu alivyokutokea, unatiwa nguvu kwenda mbele. Amina. Tuko pamoja watumishi wa Mungu. Maana ya baraka. Kuna maana kama sita. Maana ya nini? Baraka ni nguvu ya roho ya uwezesho kutoka kwa Mungu huja kwa mwanadamu. Baraka ni nguvu ya roho ya uwezesho, au baraka ni nguvu ya uwezesho kutoka kwa Mungu kuja kwa mwanadamu. Hiyo ndio baraka, nguvu ya uwezesho, nguvu ya kufanikisha mambo, nguvu ya kufanya usizuiliwe, nguvu ya kufanya ukubarike ili jambo fulani litokee. Amina. Jambo fulani lifanyeje? Litokee. Jambo fulani kama ni biashara iongezeke. Kwa hiyo unahitaji nguvu roho. Amina. Hiyo ndio nini? Baraka. Nguvu ya roho ya uwezesho. Ni nguvu ya kiungu. Ukiwa na baraka utakuwa mtu wa kufaa. Soma kitabu cha Mwanzo. Mungu anamwambia Ibrahim kwamba nitakubariki ili uwe baraka. Mungu atusaidie sana. Sasa ukifanyika baraka kwa mtu, yule mtu lazima atafanyaje? Atakuona wa thamani. Bwana asifiwe sifa. Ukiwa una uwezo wa kusimama, una nguvu rohoni, una baraka ya Mungu inafanya vitu vinatokea, unamiliki vitu, unaleta matunda ya baraka, watu wanakula nyumbani kwako. Bwana asifiwe sifa. Ndugu zako wanavaa, baba yako anafurahia kwamba nina kijana, nina mtoto, Mungu amenibariki. Bwana asifiwe sifa. Amenipa kijana mzuri. Anaona una heshima, unatii. Bwana asifiwe sifa. Yaani kuna vitu wakisema 20 umetuma. Bwana asifiwe sifa. 50 umetuma. Eti mnaona mtumishi kule kula na furahi. Bwana asifiwe sifa. Kwa hiyo 50 sio baraka. 50 ni matokeo ya nini? Ya baraka. Ile nguvu inayokufanya anasema hii tenda ilikuwa tuwape watu fulani, lakini hapana, fulani ndiye anafaa. Hiyo ni nguvu. Bwana asifiwe sifa. Nguvu inateka. Amina. Inaleta nini? Mateka. Kwa hiyo pesa ni mateka, ni nyara. Amina. Vitu vyote. Kwa hiyo baraka inatufanya tuwe wa nini? Wa thamani. Kwa sababu gani? Kuna vitu vinavyotuzunguka. Pointi ya tatu ni nguvu inayomfanya mwanadamu kuacha historia ya ushindi katika vizazi. Historia ya ushindi. Kumbuka hakuna aliyezaliwa bure. Kuna kitu Mungu anakikusudia. Kuna hatima. Hatima yako au destiny au wito wako au utume wako duniani. Kuna kitu Mungu alikisema, nenda, sijui nani nimtaje jina, nenda Franco, Bwana asifiwe. Sasa fanyaje?
nenda. Yeremia anasema kabla hujaingia katika tu nalikufanyaje? Kwa hiyo wewe ulikuwepo kabla haijatungwa nini? Ilikuwa ni issue ya kuambia wewe tokea leo utakuwa unakaa hapa. Bwana apewe sifa. Unawekewa na kiti. Maana ya 4, baraka sio vitu vinavyoonekana au kushikika, bali ni nguvu inayofanya vitu vitokee. Kwa vitu ni matokeo ya baraka. Kana hiyo elimu unayoipata ndio fimbo yako. Sasa nauliza, una nini mkononi mwako? Bwana apewe sifa. Una nini mkononi? Sema nina fimbo, sema ilase. Amina. Kwa hiyo hiyo fani ndio fimbo yako. Kukusanyika kwako na nguvu inayokutoa kitandani kukimbia kuja hapa si bure. Au nguvu inayotumika kupinga huduma si bure, kwa sababu shetani anaona na anajua nini kinaenda kutokea ndani ya watu wakijisogeza kwa Mungu wao na wakamjua. Biblia inasema kwamba wale wamjuao Mungu wao watafanya nini? Watatenda makuu. Wamjuao Mungu, hakuna aliyetenda makuu asipokuwa anamjua Mungu. Amina. Kwa hiyo lazima umjue Mungu barabara. Anabarikije? Bwana apewe sifa. Mtumishi mmoja akasema kwamba ukiona mtoto mtundu sana, magonjwa, shida, yani vitu vibaya vinakuja, mtoto afanye mtundu. Mtoto fulani jana amepiga watoto, jana sijui ameiba mboga, juzi sijui kapigwa nyumba fulani. Akasema watu wengine wanakuwa ni kwamba wana hatima kubwa. Amina. Wana hatima. Kwa hiyo shetani anachotangulia cha kwanza ni kuanza kuharibu ile hatima. Bwana apewe sifa. Huduma zingine si sote ni manabii wa uongo. Adui anaona hii huduma inakuja na nitapata shida, na Watanzania wengi wataokoka, na ulimwengu utakimbilia, watu watapata mpenyo hapa. Anaanza kuvika watu maneno. Si ndio hivyo? Anavika watu. Kwa hiyo wewe kama mtu mwenye Roho Mtakatifu na ufahamu wa kutosha, inabidi uwe mtu wa maneno kidogo. Amina. Uwe na mtu wa maneno. Yaani unamwambia Roho Mtakatifu kuna shida gani? Amina. Tena siku hiyo akikupa taarifa za mtumishi fulani, hata kama unajua nabii wa uongo, Bwana apewe sifa, wewe nenda kaombe Mungu alete manabii wa kweli.